tulipatana mara ya kwanza pale Zanzibar kwenye platform ya tamasha la muziki wa reggae. Ndio. Mwaka juzi kama sikosei. Kweli. Ilikuwa noma tena sana. Nakubali sana maana ilikuwa ni kuna vibe kubwa sana. Ilikuwa na sura moja rafiki yangu pia. Nikakutana tena na wewe. Mambo yalikuwa ni mazuri. Sasa kwa mtu ambaye sasa ametune Every Music FM na anakusikia kwa mara ya kwanza ndani ya studio muda huu, of course pia anatamani ama anapenda pia kufahamu zaidi kwa kifupi Shazlove ni nani? Karibu. Bwana Shazlove mimi ni msanii mpya kwenye reggae, ndio naanza muziki. Karibu sana. Kwa hiyo napenda niwaambie wa marafiki zangu waendelee kunisikiliza, kunifuatilia, maana ndio kazi ndio zimeanza kabisa. Tuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo wakae attention. Kumsubiria Shazlove anakuja na kibao chake kipya kabisa. Japokuwa ndo mara ya kwanza lakini sio mbaya, najua watanipokea vizuri. Maana na wanangu kibao wana support harakati. Kwa hiyo najua hata niangusha. Umejiintroduce vizuri kabisa, lakini umesahau pia hapa pia nikukumbushe. Kipindi tuko Zanzibar nafikiri ulikuwa bado hujaanza kufanya muziki. Ndio, ni kweli kabisa. Ulikuwa unafanya sanaa nyingine ya mikono. Ndio. Ndio unafanya mwangacha. Bado niko nayo. Kabisa. Bado niko nayo. Kwa nini umechagua kufanya muziki wa reggae? Bwana, muziki wa reggae toka kitambo naupenda. So nikajaribu organize na sura moja hapo kidogo push teacher. Nikasema unaonaje, kwanza niliposhauri kidogo. Unaonaje ukajaribu kupiga muziki kidogo, nini jaribu kwenye engo ya muziki. Nikamwambia hebu wewe nijaribu kidogo. Piga teacher. Respect. Nakubali. Uende ukapata kitu kizuri kidogo. Nikaona ngoja niache sanaa kidogo ile ya kuacha au kupumzika. Kupumzika kidogo. Sio kwa watu wanachanganya tena. Nikaona nipumzike kidogo, nijaribu kwenye sanaa ya muziki hapo. Tupo scenario mara kwanza unaingia studio na mkushi teacher pale, mnaanza kutengeneza huduma na producer. Kwanza producer ni wimbo. Producer ni Chillax. Hebu tuambie studio liko vipi, studio station? Studio station kwa kweli Chillax nampa big up kwa sababu studio pametulia. Tumeenda tumefanya ngoma vizuri, ametupokea vizuri. Kwa kweli studio pale tumetulia. Chillax nampa big up sana. Wakati unaamua kuingia kwenye muziki, hilo jina la Shazlove lilikuwa tayari ama limekuja baada ya kuachia ngoma? Hilo jina limekuja baada ya maana gani? Hilo jina limekuja baada ya kuachia ngoma na tulikuwa tuna discuss na sura moja toka tuna record tunamaliza. Kwa sura moja ya muziki. Hiyo story zaidi. Wake teacher ni mwanangu. Kwanza teacher ni mwanangu wa faida sana. Kabisa, big time. Tumetoka mbali, ndio sana niko naye na pia na msikilizaji ushauri wake kwa sababu ni nzuri. Akiniambia piga pale na mimi napiga pale. Ni mtu poa sana. Mtu poa. Twende kwenye jina. Kwa hiyo kwenye jina hapo tulipotoka studio, kwanza pale studio tulipomaliza kurekodi, Chillax akaniambia wewe tuandike jina gani kwenye muziki? Ndio mpaka sasa hivi sijomba nijite nani. Kila siku nafikiria nijite nani. Sasa tukaiacha tu ile ngoma tukaondoka. Kwa hiyo wakati tumeondoka tunatoka nje, nikawa naongea na sura moja pale, anamwambia sasa sura moja mimi sina jina la muziki tunafanyaje? Teacher pale akanipa ushauri kidogo, akaniambia angalia kazi zako unazofanya uchanganye huku na huku, angalia upate kitu. Kwa hiyo ndo nikawa nimekaa nimefikiria, nikasema ngoja nijiite Shazlove nikiwa namaanisha kwamba ni upendo wa kutosha. Shazlove. Nikawa ngoja nijiite Shazlove. Kwa hiyo ndio jina likapatikana kama hivyo, nikaorganize na Chillax. Chillax akaniandikia pale kwa kumaliza kama hivyo. Msikilizaji, huyu ni mwanamuziki msanii mpya wa Bongo Reggae anaitwa Shazlove, na leo pia amekuja kuintroduce track yake ya kwanza kwenye maisha na safari ya muziki wake. Sasa naomba introduce ngoma then tuilipue mwanangu. Okay.
uzungumze na mashabiki wasikilizaji. Mashabiki. Yeah. Track inaitwa vipi? Track inaitwa ni Shazo nani Angela. Track ni Angela. Ya jina langu ndo Shazo Love. Kwa hiyo pale kuna ujumbe mzuri. Ya ujumbe mzuri nimeleta hapa. Kwa hiyo mashabiki zangu naomba usikilize vizuri, upokee vizuri, maana ni ujumbe mzuri, unafundisha, unaelimisha. Ya big time. Ya. Okay, mimi na press play. Haina shida. Ya fresh. Songe sana. Maisha ni safari ndefu, kuna kupanda na kushuka njema. Leo nimekosa tuvumilie, kesho tutapata usilie. Piga moyo konde tuvumilie, usizani shida zipo kwetu tuweze. Kila mmoja ana shida zake lojue. Angela we, Angela we, Angela, ayo iwe, Umesikiliza track ya Mkushi Shazo Love. Of course ni ngoma mpya. Yes. Introduce leo kwa mara ya kwanza hapa ndani ya Upeveve Magic FM. Noma tena sana mzee. Mtoto kaingia huko ndani, atapelekwa Kinondoni. Piki atapelekwa. Atake yeye tu. Ashindwe yeye tu. Yeye ashindwe. Ushampata tayari ama bado? Bado. Nimemwambia kwanza natumaini nitampata kwa sababu nimemwambia Yeyote. Sasa unamuita Angela. Bwana ni umepiga kabisa sehemu fulani yani. Nimeona tu kwa sababu ni idea ilinijia. Nikaona nipige kwa Angela, lakini sijui kwamba atakuja Angela au ni vipi, lakini nimepiga tu kwa sababu ni idea ilinijia kwamba nipige kwa Angela, yani idea tunajua tena idea za muziki. Mkushi, mapenzi yanatafsiri gani kwako yani? Mapenzi yani ya mtu na mtu wake. Katika nyakati hizi sasa hivi mambo ni mengi. Bwana mapenzi mapenzi yana mambo mengi kwa sababu kama nyakati za sasa hivi mapenzi yani yale mapenzi ya kweli hakuna. Yamepotea kabisa. Kwa hiyo yani upendo umebaki yani kwa mtu peke yake. Yani tufanye nini upendo urejee kama miaka ya zamani kama kuzungumza? Bwana inabidi itakuwa ni kazi kubwa kwa sababu kubadilisha mtu. Yani labda kama mtu ana upendo toka mwanzo, ule upendo wa asili, upendo wa agape ule wenyewe. Kutoka moyoni. Ana uwezo akawa na mnaweza ndo mkaelewana mkatulia na upendo wenu ukawa unaenda sawa kama mko unaendana, mkutane wote na upendo ambao unaendana vizuri. Big time. Tukisema kuhusu mapenzi ya mtu na mtu kuna kazi hapo. Kazi ni kubwa kwa sababu huwezi kujua ndani ya moyo wa mtu. Anaweza kukwambia anakupenda lakini kumbe hakupendi kwa sababu ya maisha sasa hivi tuliokuwa nayo. Labda kuna vitu anahitaji kwako.
akishavipata akiwa amefanikisha lengo lake anaondoka na kuacha na uzuri. Kwa hiyo mapenzi sasa hivi yana changamoto kubwa. Yana changamoto kubwa sana. Bwana, kazi yako nzuri na tumeplay kwa mara ya kwanza leo. Sasa tupe mipango plani zipoje baada ya kuachia hii Jela. Kwa kifupi. Bwana, plani zinazoendelea kwa sasa hivi ni kwamba najikusanya nije nifanye video big time. Ya Jela. Ndio nijikusanye kidogo na hali zenyewe ni ngumu. Ila tuta struggle hivyo kwa sababu ndio harakati zetu ambazo tumeamua kuzifanya kabisa. Kwa hiyo inabidi tuzipambanie kabisa. Na zinatuhusu kwa sababu ni harakati za mtu mweusi. Lazima tuhakikishe tunafanikisha. Sawa. Tarajia kwa on time. Bwana msikilizaji, hii ni time ya Reggae Box. Tumeshaingia second hour, saa ya pili, na niko na DJ Risco kwenye 1 and 2 na naambia iko tayari. So before tujadondoka na story kidogo hapa, tuna smash up na story kuhusu Protoje. Huyu ni msanii wa reggae since back in the days. Maana Protoje ameachia album mpya inaitwa The Art of Acceptance. Maana yake ni sanaa ya kukubalika. Na Protoje bana ameachia album jana tu tarehe 17 mwezi wa 4, and of course inapatikana kote katika mifumo yote ya kudownload na kupakua muziki. And kama ulipofahamu pia Protoje bana ni msimamizi mkuu wa tamasha la muziki wa reggae nchini Jamaica inaitwa Lost in Time, ambalo amekuwa akifanya yeye na timu yake kwa kushirikiana na kuja na vibe ya tamasha la Lost in Time, which is it's a big team kwa msanii kuja na platform ambayo pia inawapa platform wasanii wengine wanalink up. Tunaona kama mwaka huu aliperform yeye alikuwepo, Romain Vago alikuwepo, Clonix alikuwepo, na wasanii Jason Rowe pia alikuwepo. Ilikuwa massive tena sana. Jamani, yes. Bana, nina story pia kuhusu Stephen Marley pamoja na Buju Banton. Bana, hao wawili of course tunafahamu kwamba waliwahi kushinda tuzo kubwa za muziki duniani, na mazungumzia Grammy Music Awards. Na sasa basi hao jamaa wanakuja na tour ya pamoja, na hiyo inaanza mapema kabisa mwaka huu, mwezi wa 6 inaanza pale Mazee kule US. Kwa hiyo mashabiki wa Buju Banton, Double B na Stephen Marley mkawa kula kupata vibe yao wawili. Na guess what, hao jamaa before hawajawahi kupiga show pamoja. Kwa hiyo ni mara ya kwanza wanakutana. Stephen Marley mkongwe na Buju Banton. Noma kabisa, massive. Jamani, yes. Bana, baadaye pia nina story kuhusu Avalan nitakuja nayo. By the way, anachia ngoma mpya inaitwa Missing Our Leaders, na of course pia amefunguka namna ambavyo ataisimulia ngoma inamaanisha nini. Huyu jamaa anatokea Bahamas visiwani kule. Nina story pia kuhusu bidada anaitwa Empress Jeje kutoka pale pande za Addis Ababa, Ethiopia, kwa Haile Selassie. Leo ana introduce chuma kipya. Noma kabisa. Jamani, bwana, hii time ya DJ SQ. Bwana, simu namba ni 0615 396206. Tuambie uko wapi sasa, unapenda ngoma gani? Naona Risco wangu bwana, niko na DJ Risco bwana. SQ leo hayupo. Naona mwenyewe pia amenipa sign kule bwana. Bwana, niko na DJ Risco kwenye 1 and 2 na niko tayari. Risco, fresh mwanangu. Niko vizuri. Haya bwana. Sasa before niingie kwa Risco, Shazla, bwana, tuambie track inapatikana lini mitandaoni tuweze kuidownload na kuipakua na kuenjoy nayo kabisa. Bwana, baada ya kutoka hapa nafikiri ndio nimefanikisha kila kitu. Big time mwanangu. Wewe baada ya kutoka hapa tu. Inatakiwa hivyo. Nimependa sana ile yako mwanangu. Kwa sababu unajua kuna wengine mwanangu anaachia ngoma, anaintroduce ngoma leo redioni. Baada ya miezi mitatu au kabisa ipatikane kabisa popote. Sasa mimi nimeona nifanye hivyo kwa sababu kuna wanangu wana shauku ya kusikiliza ngoma na nishao promise energy yako moto. Nimekuja na energy kali sana. Kwa hiyo bwana, energy kali sana. Sasa hapo tutafunga show pamoja leo. Kama vipi? Au una haraka? Hamna haraka, wazi. Ushafika nyumbani? Nishafika nyumbani. Risco, tuanze tu